baptized. Ukiangalia kitabu cha Matthew chapter 3 verses 13 to 16, tunaona na tushaona kutoka hapo awali kwamba Yesu anaenda mpaka River Jordan, mpaka mto wa Jordan. Akipata Yohana pale akipatiza, anamwambia nami nataka unipatize. Na Yohana alipojaribu kuteta, alimwambia do so for now. So Jesus got baptized. That is number 5. Number 6, Jesus agonized in Gethsemane. Yesu alipomaliza maisha yake kama binadamu, akiendelea kukua, amepatizwa, amefika miaka ambayo alikuwa aende Gethsemane. Gethsemane, muda wake wa kuishi ulimwenguni ulikuwa umeisha, na ilikuwa ni lazima kwamba ajitoe kama kafara. Alitoka mbinguni aje ulimwenguni kujitoa kama kafara kwa ajili ya dhambi zetu zote. Lakini akienda Gethsemane, alienda kuomba. Na Yesu alipoenda kuomba, wakati huo alikuwa amelemewa. And that is why he says, my spirit is willing but my soul is weak. Kisha akaenda na wanafunzi wake mpaka pale kwa mlima, akaacha wengine hatua, akaenda na wanafunzi watatu ambaye ni John, ambaye ni James, ambaye ni Peter. Akawaambia, stay here and pray with me. Kaa hapa muendelee kuomba pamoja nami. Kisha akasonga mbele kidogo, alianguka kifulifuli, kisha akaanza kuomba. Alipoomba pale Gethsemane, alijikuta bado amelemewa. Kisha akaomba maneno mafupi tu, akasema, if it's your Lord will, if it is your will, Lord, may this cup be taken away from me. Kama ni upendo wako, kikombe hiki kinipite, ama niondolewe kikombe hiki. Ni kikombe gani hicho ambacho Yesu alikuwa nacho? Ni kikombe cha mauti yake katika msalaba. Aliona kule kutengwa na baba yake vile kulivyokuwa kuzito. Kisha akaona baba yake atakuwa amemuacha, na atakuwa amemuacha kabisa. Akasikia ule uzito wa dhambi ndani yake. Kisha akasema, Bwana, kama ni upendo wako, niondolee kikombe hiki. Alipotoka pale kuingia kwa wanafunzi wake, akapata wamelala. Kisha akawauliza, hamwezi kukaa nami? Hamwezi kuomba nami hata kwa muda mfupi? Jesus agonized at Gethsemane. Akitoka pale Gethsemane, kuna jambo lingine ambalo alilolifanya, ambalo tunamjua kama alikuwa the man of heaven. Lakini kule kuomba kwake utaangalia katika kitabu cha Matthew 26 verses 38 and 39, kisha Mark 14 verses 38. Yesu aliomba. Na pale Gethsemane, shetani alikuwa amesimama karibu, akimwambia, achana na Kalvari. Simply achana na Kalvari, we rudi mbinguni kwa utukufu wako. Na kama Yesu angeacha Kalvari, kungetendeka nini? Ni kwamba ukombozi wa binadamu ungekuwa. Yesu kama angeacha Gethsemane, aache Kalvari, ni kwamba hatungeokolewa. Saa hii hatungekuwa na njia nyingine yoyote ya kuurithi ule ufalme. Kisha baadaye, akimaliza kutoka Gethsemane, mahali ambapo Yesu mwenyewe alienda kuomba, alienda kujiombea. Number 7. Jambo la 7 kumuhusu huyu mwanamume wa mbinguni ni kwamba Christ died on the cross for me. Yesu alikufa msalabani kwa ajili yangu, kwa ajili yako. Nipe habari za Yesu. Give me the story of Jesus. Tell of the grave where they laid him, mocking in anguish and pain. The tale of the grave where they laid him, tell how he lived again. Love with the story so tender, clearer than ever I see. Stay, let me
tale that ever was heard. Jesus Christ died on the cross. Ukiangalia kitabu cha Luka 23 fungu lake ni 33. Haikuwa jambo la rahisi hivyo. Yesu hakumachi kutoka kwao mpaka kwa msalaba. Alipitia changamoto nyingi. Alipitia kotini, alipitia wapi, alichapwa, akavalishwa taji ya miiba, alifanyiwa mambo yote mabaya, kisha baadaye akafa msalabani. Alipokufa msalabani, just imagine of those nails. Nataka tu imagine tu ile msumari vile inagongelewa kwa mikono yake, vile inaingia kwa msalaba, mikono na miguu yake. Yesu alipitia hayo yote, akafa pale Kalvari. Yesu alipokufa pale Kalvari, hakuendelea kukaa katika ule msalaba. Aliteremshwa kutoka kwa msalaba, akapelekwa kwa kaburi. Kaburi ambalo lilikuwa la Joseph of Arimathea. Joseph anasema, nipatie mwili wa Yesu, nitampeleka kwa kaburi langu. Joseph waliandamana na Nicodemus. Kisha walienda wakazika Yesu pale kaburini, na wakadhani kwamba, na walisemezana kwamba Yesu hakika wanafunzi wake wakija watamuiba. Kitu ambacho mtatusaidia na askari waweze kulinda hili kaburi. Wakachukua jiwe ambalo lilikuwa ni kubwa, wakawekelea juu ya kaburi. Wakajua kwamba Yesu hatafufuka. Lakini akishazikwa, kuna wale wa mama akina Mary Magdalene na mama wengine ambao walisema kwamba Yesu alipozikwa mwili wake haukuwa umetayarishwa. Wacha tuende tutengeneze manukato na mafuta tuje kumpaka. Siku ya Sabato ikaingia. Kama saa hii tunaendelea kujitayarisha kuingia katika siku ya Sabato. Siku ya